lakini Jefo, mimi ni mpenzi wako. Unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini Jefo? Hiki tunataka kufanya ni kizuri. Gifti, sipo tayari kuishi duniani, ili hali nilikuwa nakuamini kama mwanamke sahihi kwangu. Leo umeamua kuwa na mwanaume mwingine. Nasikia kabisa taarifa zako una mwanaume mwingine. Hivi naweza kuishi bila wewe? Maisha yangu hayawezekani bila wewe. Unaamua kunisaliti Gifti. Unataka kuolewa na mwanaume mwingine? Ona nilivyotamba na wewe. Ndaweka wapi uso wangu? Ni bora nijiue. Ngoja niondoke duniani ili uishi ukiwa na amani na wewe unayempenda. Kweli. Nakuomba usifanye hivyo, nakuomba. Nini nimekufanyia kibaya mimi? Kwa nini lakini Jefo? Unataka kufanya nini Jefo? Jefo njia. Jefo kwa nini nasikiza maneno ya watu? Hata gani unachukua Jefo?
Mbona unapenda kuniumiza kiasi hicho? Ulichukua maamuzi gani Jefo? Ulichukua maamuzi gani? Sipo tayari kukuona na mwanaume mwingine. Sipo tayari. Na nipo tayari kufa kwa ajili yako. Jefo, mimi nakupenda. Usirudie tena jambo kama hili Jefo. Utakuja kuniumiza mimi. Jefo, nakupenda. Changu nimekuleta hapa kukaa kwangu hapa kwa sababu moja, kazi rasmi niliyokuletea, niliyokutoa Uganda kuja hapa imeanza. Tutakuwa na session mbili. Session ya kwanza ni hii, na session ya pili ni baada ya kumaliza session hii. Jukumu tulilonalo ni jukumu kubwa. Si kubwa tu, ni jukumu zito pia. Na wewe kazi iliyokutoa Uganda kuja hapa ni kazi kukamilisha kazi hii ambayo nimekuitia. Sasa tuna migawanyiko miwili hapa. Tunaanza na huu wa kwanza. Session ya kwanza tunaanza kucheza mchezo kama lieso. Tupime ule uzito ulioko kwenye kazi hii tunaenda kuifanya mbele na uwepesi wake ukoje. Tufaulu vipi ama tushindwe kufaulu kwa namna gani? Kitu gani tutakitengeneza hapa ambacho nataka unielewe kama nilivyoandika hapa. Mkakati huu nilionao ni mkubwa. Jambo hili ni rasmi mno. Kazi hii si kinyepesi. Kwa hiyo nataka kwanza tufanye kwanza lieso sisi, tuangalie ugumu wake. Unamaanisha kwamba kabla tujampata original kufanya kile kitu, sisi uwe testing kuangalia kuna changamoto gani? Ni kutesti mitambo. Na kutesti mitambo kuna maanisha tunataka kujua ugumu wake na je, sisi tunaweza tukakifanya kitu kama hicho? Ugumu wake uko wapi na urahisi wake uko wapi? Tuko kwenye majaribio ya kile kitu tunachotaka kwenda kukifanya kulingana na ugumu wake na uzito wake. Jefo, sinaongea na wewe ama unajifanya vimbe hivi master king nini? Wasikia wana. Tafu zako ninazo, nisikize vizuri, sawa? Na umetengeza jina ujue. Sikia, sinaongea na wewe ama naongea na wewe. Unataka nini? Nataka kujua kichonieta. Sikiliza mwana. Sikiliza. Habari za kunisukuma usinisukume huyo. Unasemaje? Unasemaje? Achana na mimi mwana. Nitakulamba vichwa sasa hivi. Nimesema hivi, sikiliza, nitakuchana vichwa sasa hivi. Niachie mwanangu. Sawa. Usinichukulie poa. Achana yule mtoto. Sasa mimi sijakuelewa, niachane na mtoto na. Nimesema achana na mtoto. Na vizuri. Sasa niachane na mtoto wako au niachane na mtoto nani? Sikiliza vizuri. Usiniguse bro. Achana na nani? Mtoto. Sawa, nimekuelewa, unaweza ukaenda basi. Achana gift. Achana naye. Okay, sawa, nimekuelewa. Unaweza ukaenda. Umenielewa kwa lipi? Ama ndo dharau au? Umesikia, mimi hapa nipo nyumbani ujue. Uko nyumbani? Usiniguse mwanangu. Uko nyumbani?
Kwani unataka nini? Sikiliza, sikiliza. Nisikiliza vizuri. Nitakutoa nyongo sasa hivi. Kimya, tulia. Hebu niachie. Downi. Niachie mwanangu. Nisikilize kama ngome imefika kwa Yesu. Achana na gift. Siku nikikuta na gift, utanijua mimi ni nani. Nataka uachane na mwana. Chana mtoto. Sawa? Mimi ndo natakiwa kumuoa, sio wewe. Siku nikikusikia tena unanyemela kwa gift pale, utanijua mimi ni nani. Umemaliza? Na bado sijamaliza. Una la kusema? Una la kusema? Umesikia bro? Nani kama ndo ujumbe uliouleta hapa, hebu ondoka. Sikilize, nakwambia achana mtoto. Chana mtoto kutoa meno sasa hivi. Sikiliza. Nisikilize vizuri, nisikilize. Mimi nimesema hivi, achana mtoto. Siku nikikukuta huko na gift. Hivyo unajipenda vizuri, unajipenda mwanangu. Nasema. Chini. Unajua mimi? Unajua nipo nyumbani kwa mwanangu. Chini sasa, shuka chini. Shuka chini. Unashuka ushuka. Nisikilize. Wewe mtoto wa mama tu. Sawa? Ni wewe mtoto wa mama tu. Hebu niache. Takuchoma visu. Takutoa nongo. Ni vizuri? Kwani bro unachokitaka ni nini? Nimesema hivi, achana mtoto. Achana gift. Chana mtoto. Sichukulie poa, nani unapoa mimi? Wataka sikiliza vizuri. Nikikusikia tena ndo tanijua mimi nani. Mona, ujue rafiki yangu, mimi mpaka hapa sijakuelewa. Yaani kabisa umeamua kabisa kumwacha. Ndugu yangu. Yaani alinishinda kabisa ndugu yangu. Yaani mpaka ukiona mimi nimefikia hiyo hatua. Yaani ujue kabisa nimesalenda. Shoga yangu nakushangaa. Hivi unaanzaje kusalenda mtu kama wewe? Dada mzuri, mlembo, mweupe, ndugu yangu wewe wenyewe unatafuta madukani, wewe umezaliwa nao. Unaanzaje kumwachia? Mimi mwenzako nakwambia, siwezi kumwachia. Yaani visi, yaani simwachi hata kidogo. Unajua simwachi. Yaani sasa hivi watu wanavyongangania wanaume. Mimi kwa nini nishindwe kungangania visi? Visi ana kitu. Kwa lazima nimnganganie. Upo nyonyo? Siwezi. Ndugu yangu ngangania. Tena ngangania kweli. Hivi unaanzaje kumwachaje mdada wewe? Yule mwanaume mpaka nikamwacha. Sawa. Yamenifika hapa. Siwezi kukaa na mwanaume hajatulia. Yes, kashapata wake. Gift siyo anaitwa gift siyo na nani. Nimeamua kumwacha aendelee na maisha yake. Eti kashampata gift. Kashampata tulizo lake. Mimi ndo tulizo lake. Aende kwa gift, asiende, lakini hapa anaitwa utarudi tu. Hii ni ngoma, tena ni ngoma draw. Anajua. Tena anajua haswa. Upo. Wewe acha umwachie. Ila mimi kwa ushauri wangu sikushauri umwache. Ninachokwambia ngangania ndugu yangu. Mahaba ndo kila kitu. Wewe ngangania. Si unajua? Yaani ngangania kweli kweli. Wanaume ni adimu shoga yangu. Shoga yangu. Mimi siwezi. Nimeamua kuacha, kuacha waendelee na mahusiano yao. Siwezi. Bado ana mambo mengi. Ndio maana mimi nikaamua kunyosha mikono. Kumwacha endelee na huo gift wake kwa sababu yalinifika hapa. Kwa nini mwachie? Kwa nini umpe nafasi? Kaza kama mwanamke kama wanawake wengine. Nakazaje kwa mfano? Mtu kaamua, kampata mtu ambaye sahihi kwake. Ana enjoy. Labda
amekosa vitu ambavyo amekosa kwangu, ndio maana ameenda kwa dada. Sasa yini unaniambiaje na force? Sasa sikiliza shogangu. Mimi hapa nina jambo. Wewe unasema umemwacha. Mimi kuna jambo tu nataka nikwambie. Ambalo hani hata ukimwacha, lakini kuna kitu ambacho mwenyewe atarudi. Wewe unasemaje kuhusu hilo? Yaani bado nashindwa kukuelewa kabisa. Kuhusu nini tena? Sema niulize kuhusu nini na maana hujui. Asi nafikiri, je, mimi naweza nikakudanganya kweli? Kwa vitu nilivyokuambia hapo na nafikiri ninakudanganya. Mimi nakuamini vipi? Mimi nakuamini vipi? Na hiki ambacho kimetokea nakuaminije? Lakini Jefo, nataka nifanye nini? Kitu gani ambacho nataka mimi nifanye wewe niamini? Jefo, unajua kama mimi nakupenda. Mbona nifanyia hivi lakini? Mimi nakuaminije sasa? Gift. Mimi nakuaminije? Je, lakini mbona unanifanyia hivi? Unajua unachokifanya wewe, unatumia ustaarabu wangu kama ngazi ya kupitisha hilo neno lako kunipenda mimi. Unanipenda ndio, lakini ndio ufanye hivi unavyofanya. Yule kijana si unatembea naye wewe? Jefo, mimi sitoki na huyo mtu. Sitoki naye, niamini basi, nifanye nini mimi? Kirahisi tu. Kama nikukuamini, nimekuamini tangia mwanzo. Mpaka sasa hivi upo na mimi, lakini sikuamini tena. Unataka nikuamini nini? Nikuamini na nini? Jefo, mbona unachukua udhaifu wangu kuniumiza? Sababu yangu mimi kukwambia ukweli, si ndio? Unataka nini? Unataka nifanye nini? Kwa nini unasema hivyo mbele yangu? Unajua unaniumiza kiasi hicho. Gift. Unajua ninachokiongelea ni ukweli wangu. Sio kwamba sikuamini, nakuamini, lakini kwa hiki unachokiongelea, mimi nataka nijue ukweli. Mimi nishatishiwa mpaka na visu. Salama. Salama, jambo. Nataka kuongea na wewe. Usinichekeshe bwana Sentongo, sikiliza. Yaani hata kama utafikiria mara mbili, hakuna faida ya kuwa na wanawake huku na huku na huku na huku. Kama umeamua kuwa na Stella, kuwa na Stella. Kama umekuwa kuwa na Dede, kuwa na Dede. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Unaweza kumpenda mwanamke asiyekupenda, unapoteza muda wako. Halafu ukawa na yule ambao unamuona kwamba sio maana, unataka kuachana naye, kumbe huyo ndo mwenye maana kwako na ndani naye kupenda. Hayo wewe utafanya uchaguzi, utaamua mwenyewe. Lakini mimi ninachokitaka, fanya kazi niliyokupa kwa uangalifu na kwa umakini. Pia kwa upande wako uwe na uwezo wa kutambua ni mwanamke yupi unaweza kuendana naye katika maisha yako. Si kila mwanamke ni mwanamke. Mimi ngejua unaongea vitu vya maana. Wewe. Lakini zako tunamkolewa. Umenielewa? Nafikiri. Fikiri, tumia uwezo wako wa kufikiri. Unaweza ukapenda pasipopendeka. Na unaweza ukaacha yule ambaye ndo wa maana katika maisha yako. Hilo ndio nataka nikwambie. Fanya kazi yangu, tuimalize kwa ushindi. Sawa. Maana gani hiyo utakuja kwa watu wanaangalia? Unaona kama mimi ndio kama mjinga yani. Kwa hiyo unataka kunichezea watu ah? Sio kuchezea watu, wewe umefanya kitu gani pale? Acha kuniaibisha bwana, usinichezee watu bwana. Wewe ndio hujaniaibisha. Acha kuniaibisha. Wewe ndio hujaniaibisha. Usinichezee watu. Kwani wewe uelewi? Nimekwambia usinichezee watu. Kwa mimi unaniona mpuzi mimi? Mimi unaniona mpuzi? Unaniona mpuzi mimi? Sina haki ya kuzungumza. Sina haki mimi. Usinichezee watu. Hata kama mimi kupenda sio nani, sio sababu bwana. Mimi ni mwanaume. Kwa hiyo hakuna cha kwa hiyo mimi nakupenda wewe na kazi yako nani unakuta. Unajua unanipenda sana. Mimi pia nakupenda. Lakini unapotembea na wanaume wengine, mimi naumia sana na wivu kwa ajili yako.
Huo ndio ukweli. Hivyo basi, hakikisha unasimamia upande wako vyema. nenda, lakini hakikisha habari hii anaijua kila mtu. Yule kijana kanifuata na kisu kabisa. Asingefanya chochote. Yeye hivyo vyote hakuna aweza kukufanyia. Niamini mimi. Na sijui kwa nini umefanya. Yaani mipango ya mimi na wewe, vyote tulivyoongea mimi na wewe, na maana umesahau. Ndio uende nani na yule kijana kama yule. Mimi nimekukosea nini? Lakini sishaisha mpenzi wangu. Kila kitu nishakwambia, kila kitu nishakweka wazi. Kwa nini bado tena waendelea tugombane tusizane? Kwa hiyo unataka nikubali hichi unachokiongea tu kwamba yeye ashaisha basi sijui nini, wakati huku mimi natishiwa maisha yangu. Hamna, sijamsema. Sasa mimi nitaamini vipi? Mimi bado niamini. Hebu niambie kitu gani ambacho tutakufanya mimi? Ndio maana nakuuliza mimi nitaamini vipi? Kwa sababu nishafuatwa mimi nikatishiwa maisha yangu. Yaani kile nilichoamua kukifanya mimi ni uamuzi wangu mimi binafsi. Lakini nishawahi kufuatwa, ni lazimisho kuuliwa na mtu ambaye wewe unataka nini lakini unafikiri mimi ninavyoongea hivi mimi sikupendi? Hata mimi nakupenda, lakini naongelea uhalisia wa kitu ambacho unakifanya wewe. Unafanya nini? Hata mimi nakupenda sana ujue. Tumepanga mambo mengi. Hichi unachokifanya unafanya nini sasa? Hebu nataka nithibitishe ukweli wa hiki ambacho kipo. Naomba huu uthibitisho. Ngoja nili nyumbani kwao. Nileta mpaka hapa. Kuja naye mpaka hapa? Ndio. Akiwepo mimi, yeye na wewe pia. Sawa. Nahitaji ufanye hicho. Yaani hapo ndo ninaweza nikakuamini. Uje uongee mbele yake kwamba kuna nini kinaendelea. Njoo. Unajua vitu vingine. Njoo tuongee. Sote wanaume njoo. Shamu. Haina hata haja kusalimia. Hakuna haja hata kusalimiana. Yaani wewe mambo unayofanya unaona sawa? Unaona sawa? Mimi sijakuelewa kitu kimoja mzee wangu. Sasa hata kama unanikusakusa kwa ajili ya kitu gani? Nimeshaamua basi. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wewe hizi habari zilizoenea mpaka zinasababisha watu washindwe kulala, na mimi mtu mzima naamini naanza kuingilia masuala ya vijana kama nini, unaona ni sawa? Na umejua? Na nimejua ndio. Na umejua? Nimejua. Utaki kuingilia masuala yetu sisi. Ina maana mimi Gift ndio tunatakiwa kuna nini kufuatia mambo haya masuala. Mwanao kama amekutuma sawa, kamwambia umefanya kazi. Yule ni mdogo wangu sio mwanangu. Yule ni mdogo wangu. Kamwambia umefanya kazi. Sentongo, unachokifanya unakijua au umeamua tu ufanye? Nafanya nafahamu na ninajua vizuri na akili yangu timamu. Unachofanya unajua Yes. Kina maana kwako Kabisa. Sasa mimi nataka nikwambie. Usijifanye kidume kuliko wanaume wengine. Usimchukulie yule kwa sababu ni mpore ukaitumia kama ngazi vile. Kwani shida iko wapi mzee wangu? Hujagundua shida. Sasa nataka nikwambie hivi. Mimi nimetoka mbali kuja hapa kwa ajili ya jambo hili. Mimi nakuomba Sentongo tafadhali. Hivi unajua nikikwambia tafadhali ni tafadhali. Nimekuja kwa jambo moja. Umesikia? Nimekuja kwa jambo moja. Nataka uachane na Gift. Sasa nisikilize vizuri.
na mimi pia Gift nitampenda na niko tayari kumuoa. No? Mimi nishamwona, mimi nitafanya, nitatekeleza hivyo hivyo. No. Yule ni wa J4. Achana na mpango wa kumfuatilia Gift. Ndio kicho nileta. Achana naye. Yule unisikize vizuri. Tena kwa makini. Hivi hapa ni kwangu hapa ujue. Hapa ni kwangu. Naweza nikaruka hata mpaka nikakaa pale lakini tukaongea. Ruka. Lakini nataka nikwambie hivi, mimi nimekuja sio kwa shari. Umesikia bwana Sentongo? Sio kwa shari. Mwache msichana wake. Achana na Gift. Sisi tumeshaanza kufanya taratibu za ndoa. Na kuomba. Sichukulia kwa sababu wewe sio namna gani, hapana. Mimi nakuomba tafadhali. Achana na Gift. Yule ni wa kijana mwenzio. Kwani wameisha? Ila wangu, ungekuwa mpole kwanza. Mimi sinichukulia kawaida. Mimi pia sinichukulia kawaida. Ninafahamu vizuri kichokuleta na ninafahamu vizuri. Sawa? Kama amekutuma yeye wewe uje kuongea sawa. Nenda ukamwambie kazi yako umeifanya. Ila mimi nitamuoa. Gift mchaguo langu mimi. Sentongo sikia. Sentongo sikia. Mimi naweza kwenda sawa? Umesikia? Lakini nataka kusema hivi, ukidhubutu tukasikia umepeleka hata barua. Jaribu peleka hata barua uje uone. Unajifanya wewe ndio kidume. Wanaume mpaka natembea sina viatu, natembea tu hivi. Halafu nasema eti nitaendelea naye. Lakini brother, nakuomba kitu hiki kimoja. Naomba unilinde mimi. Hilo ni jukumu langu mimi. Toka nikutoe kule mpaka hapa. Siwezi kutoa Uganda kuja hapa. Then ikawa sikulindi. Nagundua kule tambulika. Wewe sio mtu hapa. Utatumia Kiganda sana na Kiswahili na Kiingereza ikiwezekana. Nafikiria kunielewa vizuri. Mimi nimekuelewa. Anza kesho, ingia kwenye kazi na mambo yaendelee. Alafu baadaye mengine utakuja kaa vikao vingine vitakapokuwa inaendelea. Nafikiri umelielewa vizuri. Kuna shida tena hapa? Hapa hamna shida. Yaani ambacho mimi nafikiri, japokuwa sifikiri kama narudi tena ndani. Mshike nani Sentongo. Sentongo mimi siwezi kumwacha. Na namkubali na nampenda na nitazidi kumpenda. Yaani unajua katika kitu ambacho mimi kimekuwa kinanifurahisha. Umeelewa? Kwa sababu mdada mzuri kama wewe kwa namna ambavyo upo na nikapata taarifa. Unajua mimi niko kipindi kile huko na Sentongo mnatembea, mnajidai, mnaenda. Yaani nilikuwa nawaona, yaani mpaka mimi mwenyewe nasikia mpaka wivu. Nakwambia hivi, yaani siwezi kumwacha kwa sababu nampenda hata huko aliko tu. Mimi najua tu huko ameenda ni kwa muda tu, lakini nampenda na siwezi kumwacha. Kwa unataka kuniambia kwamba Sentongo ukimshika kabisa, yani ukiwa naye hawezi kwenda sehemu nyingine, hawezi yani kutatarika akaenda kama mwanamke mwingine, si ndio? Mimi yule siwezi kumwacha. Sentongo nampenda tena nampenda kutoka hapa moyoni, ndugu yangu. Kumwacha siwezi. Kwanza naanzaje kumwacha? Kwanza unanionaje? Kinachokuma hasa wewe ni nini? Kinachokukera ni nini? Unataka kujua? Wewe una date na wanaume. Na nielewa vizuri. Majirani, marafiki wanakuona kabisa unatembea na wanaume na mimi najua. Halafu mimi nione ni fly kabisa, mimi naona ni fair. Wow. Kinakuuma hicho.
Nisikize dede. Kuna vitu navifanya unaona kama vile ni vitu vya kawaida sana. Mimi ungelijua mimi naumia kiasi gani mimi ungelijua wewe. Usingekuwa unaichukulia hizi. Usingekuwa unaichukulia hizi nikwambie kabisa. Mimi kitu. Sikupendi. Sikupendi au? Unajua nakupenda. Nini sasa shida? Hebu relax bwana. Shida ndicho unachokifanya. Unaona? Ndivyo unafanya. Kwa mwanamke anayempenda lazima awe na wivu. Wivu. Wivu, wakazi gani? Hivi unaketi mama wewe? Wivu ndio kitu gani? Mimi nikajua unaongea vitu vya maana. Wivu. Unataka kutumamko leo? Hivi unaona ni jambo la kawaida? Yaani wewe unaona ni jambo la kawaida, yani nize tu, yani from nowhere. Umefurahisha kweli leo. Wivu. Natumika mimi au unatumika wewe? Wivu wa nini? Mimi kitu simple tu. Nakupenda, mimi ndo naitumika. Wewe kinakuuma nini? Mimi ndo naenda na shughulikia vitu vyote, wewe nakupenda pia. Sasa shida wivu wa nini sasa? Yaani kama unachekesha. Yaani baadaye uwe na wivu na kutafuta pesa. Una wivu na binadamu kama mimi? Ulenikuta. Sasa dede, nisikize vizuri. Ninajua kunipenda, nipenda sana. Pia mimi nakupenda sana dede. Ila ninaombi moja tu. Naomba nipende mimi tu peke yake. Nipende mimi. Naumia sana. Naumia sana. Unanionaje mpaka niweze kumwacha? Siwezi. Yule ni wa kwangu tu na atarudi. Yaani unajua hata kipindi kile ambacho mlikuwa mko pamoja, mko mnatembezana, mnazunguka, unajua mlikuwa mnaendana mpaka mtu mzima. Hata mimi mwenyewe nilikuwa kama wivu unaniingia hivi. Kwa sababu mlikuwa mko sawa, mko yani mtu akiwaona na waona kabisa kama pete na kidole. Hata mimi nilikuwa najaribu kufikiria, akasema mtoto mzuri kama wewe hivi, hebu jiangalie kwanza ulivyo mzuri mtoto. Umekamilika unajua. Hata ukitaka kutafuta wasichana wazuri hapa mtaani kama si wa kwanza wa pili. Sasa mimi nataka niende, lakini nataka kunihakikishia kwamba kwa sasa hivi mambo yatakuwa super wewe na yeye. Nataka kushangaa mtoto mzuri kama wewe. Halafu unakuja kuachilia kitu kama kile, unamwachilia yule kijana tu aanze kupapalika kutafuta wanawake wengine wakati wewe upo. Naanzaje kumwacha? Sitaki kushangaa. Ndio hivyo ushangae, yani ndo simwachi. Namshikilia kama gurudumu la gari. Unanionaje mpaka niweze kumwacha? Siwezi. Yule ni wa kwangu tu na atarudi. Sema kwa mfano kama ukiwa naye, Sentongo unaweza ukambana hata asiweze kuwaza mwanamke mwingine, si ndio? Nani? Umejuaje ni petana? Yaani lazima nimbane. Unajua yani lazima. Yaani kwanza akija tu hapa ngoki, ndio maana unakuta nimekaa sina pressure wala sina shida, kwa sababu najua hapa panaitwa utakuja. Iko sawa? Angalia kwanza. Iko poa? Hapa sasa. Hapa. 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 Sikiza. Nakushikia vizuri saizi. Hapa hivi. Hapa. Unaonaje tukifanya hivi?
unakumbuka bado? Tena yani kwa kweli sisi wewe mwenyewe uko na ngozi. Bado nakumbuka. Afu machafu kama vile kama jini fulani hivi genius. Wewe jiangalie kwanza. Unaona? Mimi kama jambazi vile. Kama jambazi ndio umeshachinu ngoja. Sasa nakupa mtihani. Mwanamke jeshi, mwanamke pambana bwana, utashindwaje bwana? Yaani hapa uko tu ameenda tu kupumzika, ila mimi najua tu lazima tarudi na venyewe namfumpenda, lazima tu arudi. Sasa unafikiri jinsi ilivyo, mimi muda wote nimekuwa naona mko sawa. Sasa juzi hapa mkaona eti nikasikia eti sijui mmeachana, sijui nikasikia habari za Sentongo sijui anamtafuta sijui mtu gani sijui dada gani sijui, mimi nikawa nashindwa nikajiuliza, hivi kweli baba mzee mwenyewe na nione mambo kama haya mtaani alafu niache kuyashughulikia? Nikasema hapana, mimi nitakufuata kidogo ili nikueleze ukweli, kwa sababu nini Sentongo kwanza mnaendana, au unasemaje? Nipe tano. Asa wewe kwa akili yako wewe mzee, kwa akili yako unafikiri mimi yule nawezaje kumwacha? Acha mambo ya kusema mzee bwana. Wewe ni mzee kani mimi ni lika yako mimi? Mimi sio lika lako. Mimi lika langu ni yule. Yule ndo yeye na siwezi kumwacha na ninampenda. Kwanza unanionaje mtoto mwenyewe unanionaje? Sio kama mimi kwa mimi nimekuja mimi nakutaka. Mimi ninachosema. Umeelewa? Kwa uzuri ulionao. Nasikia mpaka wivu. Umeelewa? Na mtaona wivu sana kwa sababu mimi mzee Mtongo nampenda na kumwacha siwezi. Kwanza unanionaje? Sasa ndo namuita mzee Sentongo, wale yule mzee yule kijana yule kabisa mmoja wako akumpenda. Mimi kidogo ngoja naondoka, lakini nina uhakika nina uhakika yaani tamani kama nimfuate Sentongo hivi niongee naye kwamba mtoto mzuri kama yule unamwachaje bwana, pambana. Tena usisahau, naomba ukamwambie. Sirudi, wewe nenda, mimi nilikuwa nimekuja tu kutia moto tu kutia changizo tu. Wewe pambana naye, kwa naye, safi. Basi sawa, nitapambana kadri ya uwezo wangu. Wow. Dodi. Ngoja mimi niende. Karibu. Sentongo, nikuulize swali. Niulize. Kwani una shida gani na mimi? Naona muda wote unanifuatilia. Tuna shida gani na mimi? Ina maana siku zote ulikuwa hujui? J4 unamfahamu? Namfahamu vizuri. Ulinifanya nini? Au kitu gani kilitokea? Ulichonifanyia sio. Nakwambia sijakipenda, sijalizika nacho. Tulia chini. Chini sasa, shuka chini. Shuka chini. Unashuka usho. Nisikilize. Mtoto wa mama tu. Nikwambie tu ukweli. Tena nakuomba samahani. Iwe mwanzo na mwisho kumfuatilia J4. Sijui unanielewa? Kwani mimi naye tupoje? Mbona unanifuatilia sana? Nisifanye hiki nasikia hiki, nisifanye hiki nasikia hiki. Sijakipenda. Na ni kwa nini ufanye hivyo? Dhamira yako ni nini? Kwa nini ufanye hivyo lakini? Gifty. Mimi siku zote ulikuwa ujui, najua. Lakini mimi ninakupenda sana. Nimewekeza kwako ili baadaye nivune mapenzi. Naomba nipatie nafasi moja tu. Moja. Kiukweli mimi sina nafasi ya kukupatia. Nisiseme tu uongo. Sina. Sina nafasi ya kukupatia wewe, sina. Sentongo, nikwambie tu ukweli. Mimi nakuheshimu. Nimekuweka kwenye kama la kaka yangu, ndugu yangu, ambao umenisaidia huko kote. Lakini Gifty, mimi japokuwa nimesaidia mangapi kwako unajua? Mimi nimepanda mapenzi, nivune mapenzi. Sihitaji mwanaume. Na nadhani unamjua. Kumharibia au kusikia skendo chafu umemfanyia. Sihitaji. No. Gifty, nisikize vizuri.
Sina nafasi ya kukupatia wewe, sina. Lakini Gift, unajua nimewekeza kwako. Ili baadaye nivune mapenzi kwako. Gift, unataka kunifanya nini mimi? Gift, nakuomba tafadhali. Naomba nipatie nafasi moja tu. Naomba nikakuoe. Tafadhali sana. Nafasi gani? Ipi? Ipi? Nikwambie tu kiukweli, mimi sikuhitaji. Gift, sikuhitaji, sikutaki. Wewe naomba unisikize tena kwa makini. Mimi nakupenda wewe. Naomba nisikize vizuri. Gift, nisikilize. Hapo unataka kufanya nini? Nisikilize. Unafanya nini hapo? Nisikilize. Nzora bakati dole. Sina chechikora kati chira mungu. Usiniongelee kilugha chako. Mpuliliza. Sentongo, nakuomba usiendelee na kilugha chako. Mpuliliza. Yaani mpuliliza bulungi. Yabo nze nkwagala nnyo. Na nimekupenda tangia zamani japokuwa tu nilichelewa. Kusema ukweli kilichoko ndani ya moyo wangu. Nakuomba Gift, please. I love you so much. Nze nkwagala nnyo Gift, nkwagala nnyo. Mimi sikuhitaji Sentongo, nikwambie tu ukweli. Kwangu mimi utajipotezea tu muda. Kwangu utajipotezea tu muda. Acha tu nikwambie ukweli. Unataka kuniona nakufa? Gift, unataka kuwa nakufa? Sayo umesema wewe. Hayo ni yako. Uko tayari kuniona nakufa? Sentongo, acha tu mimi niende. Ila ukweli ndio nishakwambia. Usinifuatilie. No, nisikilize. No. Usinifuatilie. Sio J4, sio mimi. Nisikize tu. Tangara unia hata unidanganya. Yaani unaenda kutisha J4 maisha silivu. Nikudanganye nini wewe? Sentongo, naomba niache. Na yani acha kumfuatilia J4 na kuomba. Hii ndio mara ya mwisho. Sawa, mimi nitaachana naye lakini naomba nikubalie wewe. Kama unataka nimwache, naomba please nikubalie wewe. Cha mwisho. Mimi na mpenzi wangu, wewe una mtu. Kwa hiyo kuwa na mimi. Kuwa na mimi hakitowezekana iko kitu. Hapana, sina mtu. Hapana, sina mtu. Hapana, sina mtu. Sondoka. Jamani, Sentongo vipi? Mimi nakupenda Gift. Please. Usinifuatilie, iwe mwanzo na mwisho. Nakwambia sirudi tena. Gift. Mimi na nini lakini? Mimi na nini? Nini? J4. Sawa. Takachokufanyia mimi nakijua mwenyewe. Ujumbe umefika. Hakuna cha mbiu ya serikali ya mtaa au kusikia mbiu ya mnyonge wala nini. Mkishafika ujue mambo yamekwisha kufika. Ulikuwa unasemaje? Unasema? Nikusaidie nini? Wewe mguu wa kwako, sema sio wa kwangu. Nakusikiliza. Naomba stuli nikae kwa sababu kilichonileta nahitaji tuongee. Nikae nisikae? Unaweza kukaa. Sitaki. Nataka kujua kilichonileta. Si ndio? Ndio nataka kujua. Kitu gani kimekuleta? Jefo namjua Jefo? Ndio namjua. Jefo namjua eh? Ndio namjua. Achana naye. Wewe mzee vipi? Achana naye.
baba vipi? Yaani kirahisi tu. Achana naye. Kwa hiyo umetoka huko kote, umekosa kazi za kufanya mwenyewe, umekuja peku peku. Unakuja kuniambia achana na J4. Kazi za kufanya? Kwani ninayofanya sio kazi? Hata kama nimekuja peku, kwa unafikiri peku ndo nini? Mimi hapa kuleta ujumbe. Nimekuletea ujumbe wa muhimu, wa maana. Shazunguka mimi kila nyumba, kila mtaa mzima unajua. Na ujumbe zangu mimi ninazozipeleka, wanaelewa jinsi ninavyopeleka jumbe zangu na wananikubali kinoma. Afu nakuja kwamba nimekuja peku hapa. Ujumbe ni huu mmoja. Na naomba uwe msikivu na uelewe. Achana na J4. J4 nimemsomesha mimi mwenyewe. Kazi anayofanya nimemtafutia mimi mwenyewe. Kwa hiyo namsimamia kila kitu. Achana naye. Familia yetu haikutaki. Maajabu ya Musa. Sitaki uendelee naye sasa. Familia yangu, yani familia yenu nyinyi hainitaki mimi. Hatukutaki ndio. Unitaki wewe. Nimeshazunguka mtaa mzima naingia nyumba hadi nyumba. Nakwambia hivi, hatukutaki. J4 ana mtu wake, ana mpenzi wake. Hebu mwachia hawe raha, mwachie kidogo. Akae na mtoto wake anayemtaka baba. Nisikilize nikwambie wewe mzee. Sawa? Kama umetumwa huko. Mimi J4, yani kwa taifa yako mimi J4 nampenda. Yaani lazima nikwambie J4 mimi nampenda. Sasa kama umetumwa, kawaambia hao wapuuzi wenzao. Haujapata habari kwamba ana mchumba mpya? Nisikilize. Yuko gifti. Nisikilize sasa, huyo gifti J4, J5, 6, 7 wote sina shida nao. Kaulize marafiki zako ujumbe niliowapitishia. Kawaulize wanavyonisupport, wanavyonikubali kwa ujumbe zangu. Ujumbe gani? Moja wapo hiyo. Achana naye. Una laana wewe. Achana naye. Muone na kitambi chake kama kwa mashine. Nenda huko, umetumwa. Sasa taarifa yako kamwambie huyo mpuuzi mwenzio kwamba sina shida naye. Kumbe umeachana naye? Sina shida naye. Kwa utaachana naye? Utaachana naye. Achana naye. Halo. Mona shoga yangu. Yaani nilichokishuhudia leo kwa macho yangu huwezi amini. Si nimemwona, yani leo nimewaona wako wote. Yaani naomba uchukue bodaboda ufanye haraka, yani tuje tukutane. Niko hapa kwenye kanisa la Wasabato hapa bondeni hapo. Naomba huje ufanye haraka. Naomba uchukue bodaboda rafiki yangu, nitakulipia hata kama huna hela, nitakulipia. Nimewaona wamekaa hapa bondeni hapa. Kwenye hii migomba hii wamekaa shoga. Yaani wako busy, hawajaniona. Ndio ufanye haraka. Yaani kitu nitakachowafanya leo, shoga yangu hutaamini. Yaani nakusubiri kwa hamu, nipo hapa. Yaani shoga yangu, fanya haraka basi. Yaani leo kitu nitakachomfanya leo, yaani nataka uje ushuhudie mwenyewe kwa macho yako. Haya. Yaani hiki kitu nilikuwa nakitafuta siku nyingi. Yaani leo kwa macho yangu nimeshuhudia. Ngoja afike rafiki yangu. Yaani mimi na jinsi nilivyo nikatukana symptom. Dada, samahani, unanishusha vyeo. Hiyo sio type yangu, labda ya kwako. Yaani huu mtaa wote unasikika wewe. Wewe ndio wa kutembea na mpenzi wangu? Kumbe nasikika na habari zangu unazo, si ndivyo? Unachokuja hapa kunisimamishia barabarani ni kitu gani? Unachokifanya sio kizuri. Kumbuka mimi ni mwanamke mwenzio. Kwa hiyo leo unapofurahia mahusiano yangu kumchukua mtu wangu na kuwa kwako, kumbuka na wewe kesho utatendewa. Sina mahusiano yoyote na simhitaji na simpendi. Labda umkalishe chini, sijui ni mwanda yako, sijui ni kimada chako, umwambie habari ya kunizoea mimi, haache. Sijui unanielewa?
Ukweli wote nishakwambia. Kwa hiyo sitaki kubishana kuzozana, jambo ni hilo moja, sihitaji. Ndio maana kuna maneno. Uliompenda kampenda mwingine na mwingine kampenda mwingine. Kwa hiyo sifikiri labda umefika sana. Ni bado. Nimefika kwa nani? Labda uniambie. Huyu Sentongo? Kumbe unamuuliza nani? Mimi Sentongo sina mahusiano naye na simuhitaji, bali yeye ndio huwa ananisumbua. Kwa hiyo yaani unachotakiwa ni kumkalisha chini, kumuonya, kumkanya asiendelee kunifuatilia katika maisha yangu. Na mara kwanza tu pale kuja. Kwa hiyo sina mazoea naye Ivan. Wanaume hawa ni pasua vichwa ndugu yangu. Kumbuka sisi ni wanawake kama wewe. Kwa unapotutendea ubaya, ipo siku utalia dada. Kwa hiyo Esther, ina maana mimi nimekutendea ubaya wewe, si ndio? Hivi mimi sina mahusiano naye Sentongo kwa huyu dada. Wewe unamlazia damu huyu nani? Hivi wewe binti una matatizo gani? Wanaume wawili watatu ni wewe peke yako, una shida gani? Mbona ueleweke wa vuguvugu? Yaani ueleweke ni vuguvugu wa moto wa baridi. Hebu tupe jibu basi. Asa wewe unataka mimi nifanyeje? Kwa mfano wewe ndio ushauri wangu, unataka nifanyeje? Sikiza binti, nikwambie kitu kimoja. Hayo maisha unayoyafanya itakuja kukugharimu. Nikwambie ukweli, sitoki na bwana wako. Kingine wewe mwache J4. Achana naye kuanzia leo na mwisho. Acha tumlaze damu huyu nani? Wewe sikiliza mimi. Nisikilize. Ukitaka kugomana na mimi, shika unachokishika. Unachukua bwana za watu. Hatukuogopa wewe. Jamani, wewe nani? Wewe kaa chini. Mimi ni wadada. Nafikiri sasa tufike mahali yaani tuchanganue. Wanaume inafika mahali ambapo mnahitaji kuchanganua. Mimi hili jambo nimelivaa mdogo wangu kwa sababu ninajua maana ya ndoa ni nini. Ndoa ni kitu cha msingi sana. Mtu akitaka kuingia katika harakati ya kutafuta mchumba au mme au mume, ni pale ambapo yaani akifikia hatua hiyo anatakiwa kuwa makini sana. Kwa sababu katika zile kanuni zinazoweza kumfanya mwanadamu aweze kufanikisha, ziko kanuni 7. Siku nyingine nitakwambia, lakini mojawapo ya kanuni hizo 7, sawa? Mojawapo ni kupata mme mwema ama mke mwema. Sasa nikitafakari katika hii hali ulionayo na njia unazopita au unayopita, naona kama kidogo kuna shida kidogo. Mimi nimejaribu kulivaa jambo hili kwa namna ya kipekee sana. Natumia staili kana kwamba mimi amnazo fulani hivi. Lakini hiyo lengo ni kwamba niingie katika jamii nisikie watu wanasemaje. Lakini nimeona katika sakata lako hili kuna kelele nyuma, kuna watu wanapiga kelele, kuna kitu kama controversy, kama mvutano hivi, watu wanavuta. Sasa nikasema hapana, tukae ili nikusikilize na wewe unasemaje. Je, unauona mwanga? Ukiangalia kwa mbali mwanga unauona? Kuna mafanikio? Wewe unaniambiaje? Nashukuru bro, hujaniacha kwenye hili. Lakini kitu ambacho nataka nikutoe wasiwasi kwenye hili swala, mwanga upo. Yaani mimi ninavyoona mwanga upo tena mzuri tu, kwa sababu hizi tantalila mtaani nazisikia hata mimi. Na by the way hata mhusika mwenyewe anazijua na yuko pamoja na mimi. Yaani hata yeye ananiambia kwamba nisisikilize maneno ya watu, kuna vitu vinaongelewa na vitu kama hivi. Kuna kijana na mmoja pia yupo kwenye hili sakata kama unavyoongea kwamba kuna watu wanalia na vitu kama hivyo.
Mimi nakuelewa ndugu yangu. Lakini swala la kufika mwafaka na kuomba uwe pamoja na mimi, usikate tamaa. Mimi ndo nakukanushia ili swala lipo na lipo kwenye mchakato mzuri. Juzi nilichukua mpaka maamuzi magumu. Yaani kuna situation ambayo ungeisikia na wewe isingekupendeza. Hata mimi mwenyewe nilijuta, lakini cha ajabu aliyekuja kunitoa kwenye hilo janga ni yeye. Kwa hiyo hiki kinadhihirisha kabisa kwamba huyu ni mke halali na ndo inawezekana ni mke ambaye ndo Mungu kanipangia. Wewe unajua vitu vingi zaidi. Sijui labda kuna kitu kingine ambacho umekiona cha tofauti, lakini kuhusu bro maneno na vitu vya watu mtaani hilo sikutie shida. Anga uko vizuri kabisa. Kwa mimi, Yeah. nikitaka kufupisha, wewe ndo unaenda kubeba hili jambo. Ndio. Mimi ni advisor. Sahi. Mambo Jefo. Poa, niambie. Safi, nimekukalisha sana eh? Sasa kwa nini umenichelewesha muda wote huu? Hamna sababu bana, nilikuwa namalizia kazi kidogo ndani. Sawa, niambie. Safi. Kuna kitu nimepitia hapa nataka kukuambia. Asa iko kitu nitachokuambia, sijui utalizika nacho. Kitu gani? Kwani kibaya? Kwani vyote huwa nakwambiaga ni vibaya? Niambie basi. Utalizika nacho? Jamani, niambie. Mimi nakusikiliza na kuelewa. Nini? Hicho kitu sio chepesi kiasi hicho unachofikiria J4. Kutamka ni ngumu kwangu. Sio chepesi cha kutamka kiasi kwangu. Yaani utakachoongea kigumu kwangu ni kitu gani? Ongea bwana, mimi nakusikiliza. Sio chepesi kiasi hicho kama unavyofikiria wewe J4. Afu isitoshe mimi na yeye tupo kwenye mahusiano. Yaani unamaanisha nini? Mimi kuna kitu acha tu nikwambie ukweli. Lakini iko kitu yani ndio inaniuma. Jamani. Unajua mimi usinitie pressure. Una kitu gani? Ongea basi. Kwani mimi nani ambaye unatakiwa umwambie mambo yako? Ni wewe. Sasa kwani unasita? Niambie basi. Sikiliza nikwambie, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Wewe niambie tu ni nini, una shida gani? J4. Nakusikia. J4. Mimi leo tuache nikwambie. Nini, kwani kuna mtu kakukosea? Kuna mtu kakuumiza? Hata angekuwa huyo mtu ningekwambia tu kwa haraka. Sasa wewe, wacha tu nikwambie, hicho kitu sio kinini. Una maana gani? Niambie basi ninakusikiliza mimi. Utalizika nacho, mimi kila muda nakwambia. Sababu mimi mwenyewe naumia. Sijui nianzie wapi mimi. Aya sawa, J4. Nakusikiliza. Mimi kiukweli. Una nini? Hebu ongea basi. Ongea. J4. Mimi nakuomba tu achane. Unasema nini? Unaniomba nifanyeje? Tuachane. Uachane na mimi? Mungu wangu. Nimeona bora nikwambie tu ukweli. Kwani kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Leo ndio wewe unaniambia uachane na mimi? Kuna kitu nimekukosea? Maneno naongeleka na zidi J4, mimi nitafanya nini? Hebu niambie. Unaona ni mazuri, si ndivyo? Kwa unaachana na mimi kwa ajili ya maneno ya watu, si ndivyo? Wewe una sababu nyingine? Sasa kama unataka uachane na mimi, siku ile ulifanyaje pale? Usifike huko, nilishapita J4. Kwa hiyo umeamini usalama wangu upo. Ndio maana unataka uachane na mimi.
Kwa sababu nimeshindwa kufa ndo unataka uachane na mimi ufanye unachokitaka wewe? Unionyeshe mabaya yako yote ambayo unaikuwa unaendeleza na ule mtu. Sasa unachana na mimi nimekukosea nini? Au watu na mimi maneno ya watu yanahusiana nini ya mimi? Sasa mimi nitafanyaje hivyo? Hebu niambie mimi nitafanyaje? Vitu vinavyoendelea mimi sivipendi, sivihitaji. Mimi nitafanya nini? Kwa hiyo mimi ndo nimegeuka ndo msababishaji wa hivyo vitu, si ndio hivyo? Mimi sijamaanisha hivyo, acha tu nikwambie ukweli kama nilivyokuambia. Mimi nitafanya nini? Hello? Hello? Hello J4? Nani? Sentongo hapa naongea. Najua brother, najua tulikosiana, lakini ninachokuomba kitu kimoja tu. Naomba uje nyumbani na tuweze kuweka kikao cha kuweka amani yaweze kuisha. Niko maskani hapa, naomba uje. Ni nani huyo? Huyu Sentongo ndo ananipigia simu. Sentongo? Na anataka kwamba niende nikaonane naye na anataka akakutane na mimi kwenye kikao cha amani. Sijui ni nini kinaendelea. Sentongo la mpigia simu. Basi sawa, ila kuwa naye makini. Wewe nenda tukamsikilize. Kaka, habari? Safi, mambo? Poa, mzima? Mzima, karibu. Asante. Nakuwa hapo kazini. Kama hivi kwenye mihangaiko, si unajua tena? Vizuri. Mwanaume kazi. Mwanaume kazi. Karibu. Asante. Samani, nilikuwa nakuja kumuulizia dada yako, simuoni. Kwani hakukuaga? Hapana. Ameamua safiri, maana ameona mambo yake hayako sawa. Ndio maana akasafiri. Na kuhusu hiyo issue ya J4, ameona J4 kabisa ndo aeleweki kabisa, nazidi kumchanganya dada yangu. Kila kirudi nyumbani, yani tafalani, yani haeleweki, yuko ovyo. Ndio maana akaamua kusafiri. Na ili swala anasubiria J4 kama atachukua uamuzi wowote wa kuoa ndo atarudi. Kondo hayo tu. Asa mbona ameondoka bila kumwaga mwenzie na wakati walipanga mambo mengi sana? Hajui kwamba anamkwamisha mwenzie. Usiro kwa kweli mimi nilikuwa sijui hayo mambo. Mambo yenu nilikuwa sijui kabisa. Utanisamehe kwa hiyo. Haya kaka, sawa, asante. Nikutakie kazi njema. Haya poa, karibu. Asante. J4. Unajua J4 hanielewa kitu kimoja. Unajua unapokaa na watu unabadilika kulingana na tasnia ulionayo kwa wakati huo. Sawa? Lakini mimi nimeamua kubadilika. Nimeamua kubadilika kulingana na jamii nilionayoishi nayo. Umeelewa? Yaani aisee, hichi kitu mimi kimenifurahisha mno. Nikwambie tu ukweli kwa sababu ni swala ambalo mimi mwenyewe lilikuwa linalaza macho. Yaani ilikuwa silali bro.
Hasa ile siku uliokuja kuleta mgogoro pale. Unajua kuna vitu vingine mtu huwezi ukapigana kwa ajili ya swala kama hili. Kama umeliona kabisa ni swala ambalo yani unaweza ukabadilika wewe mwenyewe bila kushurutishwa na mtu yoyote. Ni kitu cha maana sana. Unajua wanaume tunatakiwa tuwe hivyo. Sometimes ukaa fikiria alafu kuwa na mawazo ambayo ni ya kiume. Hili unalolifanya ni swala la kiume, lakini bwana sijui hili swala lilikuwaje rahisi kiasi hicho kwako. Yaani mpaka unaniambia umebadilika na unataka amani ya mimi na wewe. Hivi imekuwaje rahisi kiasi hicho bro? Mbona kama kuna kitu ambacho nashindwa kukielewa? Hivyo najua hujanielewa, lakini mimi nimeamua kubadilika. Jifo mimi nimekaa chini sana. Nikatafakari kuna mwanamke ananipenda sawa kama mimi ninavyompenda nini? Ninavyompenda yule mwanamke. Sawa. Mimi pia nanililia kama ninavyomlilia mwenzangu. Lakini mwenzangu mimi nimejaribu hata kuforce katika mapenzi, nimekuta hata mwenzangu anampenda mtu mwingine. Yuko ba na yule jamaa. Aisee wanakunywa pombe na kushikana mbele za watu. Aisee aibu. Na kumbe tu ukajionea live leo. Fanya haraka twende. Hapo leo usipege wewe. Kila siku mimi nakwambiaga kitu utaki kunielewa. Unaona sasa? Nenda kama ishakipata twenzetu. Hapa mchwa. Si fiki. Uko nenda moja ile baya Max pale. Wewe nenda ukakuta utajionea wewe ni kwa Max. Kwa Max pale pale. Nishamaliza kazi yangu. Sawa wewe. Muona. Sasa mimi na wewe tugombane kwa kuhusu wanawake, lakini mwanamke wapo. Muona. Sawa. Lakini mimi ninachokifikiri kwamba nimeona si sahihi, sio vyema mimi napoumiza mtu mwingine wakati kuna mtu anayependa mimi. Wanawake wapo, siwezi kugombana. Ukiacha kwamba ukiacha Gift kuna mwanamke anakupenda mwingine yani. Yeah. Yupo. Ndio. Na mimi nimeamua kwamba nikuachie mwanamke uwe naye, uoe, na mimi nikaoe. Umeona? Ndugu yangu, kama umeamua kuliona hilo, umeuliona hilo kwamba lipo sahihi, sawa. Yaani unajua swala la wanaume ni kufanya maamuzi ambayo yapo sahihi. Umeelewa? Ukisha kaa ukafikiria na ukatafuta uamuzi ambao upo sahihi, mimi nikupongeze kwa hilo, lakini bro nikwambie tu, yani haiishi mpaka aiishe. Sio kwamba na maana mbaya. Maana yangu ni nzuri kwamba mpaka itakapofika stage mimi nimemchukua ule mwanamke moja kwa moja, nimefunga naye ndoa. Na nitakapofurahi zaidi kwamba umenionyesha huko kuisha kiume, wewe umeshiriki kwenye harusi yangu. Umenielewa? Na hichi ninachokiona hapa ni kwamba umeamua maamuzi ya kiume kweli. Lakini bro sio kirahisi hivyo. Yaani umekuja bato nzuri sana kwamba sijui huyu bwana sijui ni mpaka unakuja tunapishikana mashati tunafanyaje na vitu kama hivyo. Leo kirahisi tu unaniambia iishe na vitu kama hivyo. Lakini anyway mimi niseme haiishi mpaka aishi. Hapana, Jeff. Ila nikushukuru sana. Kama umeamua kufanya hivyo bwana, si tutaona, tupo. Kwa hiyo uhalisia utaonekana, afu tutaona ni nini kita-happen huko baadaye. J4 mimi ninachotaka nikwambie kwamba kuwa na amani juu yangu mimi. Au sio? Ila nyumbani wanasema kwamba Embo acha kidogo. Kwa hiyo unaniaminisha kabisa kwamba tayari wewe umeflash kabisa yule mwanamke haumtaki tena, umeniachia mimi kabisa. Amani kabisa. Kuwa na amani juu yangu mimi. Kwa hiyo maamuzi kama umechukua ni maamuzi unayoona hapo sahihi kwako. Hata mimi nimependezewa na hiki kitu, lakini nasubiria wakati mwafaka ili jambo liishi. Alafu nione ushiriki wako au nione hiyo amani unayoitangaza leo kwangu, niione nikiwa ninafurahi na yule mwanamke. Mimi hicho kwa kweli nitaona kabisa umeamua maamuzi sahihi. La kama una mtego mwingine au una mchezo mwingine nje ya hilo sasa tumwachie Mungu mwenyewe. Sababu J4 nyumbani huwa kuna msemo mmoja sisi Waganda kwamba chote kama chokolachi shaanza chofuna hapana. Yaani maana yake kwamba unachokiweka ndicho unachokivuna. Sasa unataka uniambie umeweka kitu gani na unataka uvune kitu gani kwangu? Mimi kwako nataka nivune
amani, tuwe na amani tu. Nakushukuru sana bwana, hichi kitu ngoja kiishie hapa afu maisha mengine yaendelee. Lakini yani sijui hata nasemaje mimi, sijui bro, yani natamani sijui nifanye nini hapa. Hamna shida, yani kwa kweli. Amin. Sijui kama hata unakuwa unanielewa. Yani sijui kama utakuwa umenielewa vizuri. Yani mimi ninachokimaanisha, yani kukaa kwetu hapa, si ndio mara yangu ya kwanza na nashukuru umekuja. Lakini mimi binafsi nimeguswa na jambo lenu. Kwanza mimi mtu mzima, jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, unayeshiriki naye swala hili la mahusiano au la kutaka kutengeneza hiyo ndoa au chumba ni mdogo wangu. Sasa mimi nimeliona jambo hili kama lina utata hivi, lina mkanganyiko wa vuta ni kuvute huku na huku. Nikaona hapana, vema sasa nikuite niweze kuzungumza na wewe, nitoe yale ambayo nayaona naweza kuyafanya. Gift ni kwamba mimi swala langu au maana yangu ya kukuita hapa ni kwamba ninakuomba kama utazingatia, ninakuomba jambo hili ukitaka kulipatia uamuzi wake vizuri, ni lazima ufikiri ni nini unafanya na ni wakati gani unafanya, na faida zake za uamuzi wake ni nini kwa baadaye. Mdogo wangu mimi nimeshazungumza naye, nimemsikiliza, najua anaelekea wapi, lakini nikaona na wewe nikuite tuzungumze. Kama utaona mazungumzo yangu au shauri wangu unafaa uchukue, ukiona hauna maana pia it is ni wewe mwenyewe kuamua ufanye vipi. Sasa maana yangu ni au shauri wangu ni chochote utakachotaka kuamua, kiamue ukiwa umefikiria vema, kwa sababu usipofikiria vema utasababisha madhara makubwa baadaye. Maamuzi. Yaani mpaka sasa hivi mdau sielewi. Nashindwa mimi nifanyeje kwa anaonikuta. Nashindwa, sielewi hata moja. Sielewi. Mimi ninachokuomba tu, naomba tu nisaidie. Unipe ushauri mzuri, maamuzi mazuri ambao mimi nitaweza kuafikiana nayo. Maana nashindwa mimi nifanyeje. Nasikia ni mengi, mara huku. Mizo. Hata sielewi. Kila kitu najionea shida kwangu. Hata sielewi. Sielewi kabisa. Mimi naona bora tu nishauri. Nakuomba. Ni kweli unaweza ukasema nikushauri, ni sawa, na mimi siwezi kuwa mshauri wa mwisho. Maana mshauri wa mwisho ambaye tunamtegemea sisi ni Mungu. Wewe ona hivi, mimi ninachokitamani kushauri cha mwisho, na siwezi kuwa ni decision maker kwamba nitakachosema ndio ufuate, lakini ushauri wangu wa mwisho wewe mwenyewe ndo uweze kufikia. Unaweza hata ukafunga, unaona, unaweza ukafunga, unaweza ukafunga, unaweza kama unavyoona watu wanafunga, wanamshia Mungu, wanakaa na Mungu, and then ukaona ni nini ambacho unaweza kukifanya. Umeelewa? Lakini ambacho mimi nakisema, waza, sawa, waza, natoa maamuzi yaliyo sahihi. Hiyo itakusaidia sana. Hata mdogo wangu nimemwambia, msikurupuke vijana, mnapofikia hatua kama msikurupuke. Tafakari kwa kina, and then mtakuja kuona matokeo ya kutafakari kwa kina. Kwa sababu ukishakosea katika suala la ndoa, umeharibu maisha yako. Umenielewa? Ndio. Jitahidi katika hilo.
Dakika moja. Mambo. Poa. Samani kuja bila taarifa. Bila samani. Kilichonileta mimi Stella. Bwana nakusikia. Kilichonileta kwamba nakuomba kesho nikualike mahali fulani. Upate nafasi ya kuongea na mimi katika maeneo fulani hivi. Hiyo sehemu hatuwezi tukaongelea hapa kwa sababu mimi nipo kazini. Najua ndio maana sijakwambia kwamba ninakuomba tukae, tukaongee, tukazungumze. Lakini ninachokuomba tu ni hilo. Kesho tuweze kwa pamoja tuweze kuongea. Amina, naomba niangalizie hayo maharage, usije kaangulia. Mimi ninachokiomba tu ni kitu kimoja tu. Nimeandaa mazingira. Kwa upande wangu mimi kwako itakuwa ni surprise. Na kuomba tu kesho tuwe sehemu fulani tuongee. Niweze kuambia kitu. Na hilo neno lako halifai kuongelea hapa, ni lazima tuende tukaongelea kwenye umati wa watu. Unajua ni sehemu ya udhibitisho kama mimi ninakupenda ama sikupendi. Lakini ninachokiomba kwamba ninaomba tutoke kesho tuingie sehemu nikudhibitishie mimi. Okay. Sawa. Utakapopata muda, kaniambia. Utanijulisha? Nitakujulisha. Pamoja na msimamo wako ulioweka au ulionionyeshia kwamba unataka mimi na wewe basi, lakini nataka niombe kitu kimoja kutoka kwako. Naomba kwenye hizi siku mbili nitakupa mwaliko rasmi. Yaani nitaandaa siku rasmi kwenye hizi siku mbili ili tuonane. Tuongee tujue what is going on. Kwa sababu mpaka sasa hivi mimi nashindwa kuelewa. Naomba tu kama itakupendeza. Subiri kwanza hicho ulichokiongea kwamba nataka tuachane. Tuje tuongee mimi na wewe, hapo tujue mwafaka utakuwaje. Hapo nitakubaliana na kila hali. Kama mimi na wewe basi, kama tutaendelea basi ijulikane siku hiyo. Umenisikia lakini? Sawa. Okay, sawa. Ndugu zangu, karibuni sana. Karibu kwa kuitikia kikao hiki ambacho nakisimamia mimi kwa ridhaa, nakisimamia kwa ridhaa ya Bwana J4 Jumanne na Bwana Sentongo, ambao baada ya mambo kadha wa kadha wakasema tunakuomba kama kaka yetu usimamie jambo hili, kwamba nisimamie ufunguzi wa kikao hiki baada ya kuniambia nia yao ya kufanyika kikao hiki. Sasa
kwa sababu wamenitaka nifanye kama ufunguzi, na mimi nitafanya hivyo ili kile ambacho kinaweza kuleta maana. Unajua hapa katikati kidogo kulikuwa na ile controversy, kilikuwa kidogo na gongano kidogo wa kimahusiano, mahusiano yenu, lakini pia niseme na mahusiano yetu, kwa sababu na mimi nakuwa nahusishwa kwa sababu ya vile ambavyo na mimi ni miongoni mwa wahusika wa hili jambo. Lengo kubwa hasa la kikao hiki ni kuondoa na kupata suluhisho la sintofahamu ambayo ilikuwa ikiendelea baina ya mahusiano yenu. Kikubwa zaidi kwako Gifty na Stella, kikubwa zaidi ni kupata maafikiano au maridhiano ya hii controversy ambayo ilikuwa imejitokeza. Lakini wakasema ukishafungua na kutoa kwamba tunataka kutoa hilo, utatuachia nafasi sisi wahusika tutamke kwa vinywa vyetu ili tuaminike kwa wenzetu. Kama nyeusi itamkwe kwamba ni nyeusi. Sio kama mnasikiliza vizuri. Sahihi. Na kama nyekundu ama nyeupe itamkwe kwamba ni nini? Nyeupe. Kwa hiyo karibuni. Nafikiri atakuwa anaanza Bwana Sentongo. Yeah. Mheshimiwa, karibu sana. Mimi nashukuru sana, niseme kwamba kiujumla nashukuru sana brother. Ndio. Mimi kwako nimeona kwamba nimekuwa mtumishi mzuri, na niseme kwamba kazi yangu nilipofikia nimeifanya. Gift. Amen. J4. Mimi nimetumia fursa hii kujua kwamba huyu kuna muda mwingine ameniona nafanya hivi na achana naye, ananipenda lakini anaona kwamba niko huku na kule, lakini mimi niseme ukweli kwamba nilikuwa ndani ya kazi na nimeifanya kazi brother kama alivyoweza kuniambia. Sijakosea mahali popote nafikiri brother. Hii kazi niliyoifanya sio ya kwenu nyinyi, bali kazi ni ya brother. Kaka yako alinifuata vizuri kwa upendo na akaniambia, kanielekeza kila kitu. Kikao changu nimekuleta hapa, kukaa kwangu hapa, kwa sababu kuu moja. Kazi rasmi niliyokuletea, niliyokutoa Uganda kuja hapa imeanza. Tutakuwa na session mbili. Session ya kwanza ni hii, na session ya pili ni baada ya kumaliza session hii. Jukumu tulilonalo ni jukumu kubwa. Si kubwa tu, ni jukumu zito pia. Na wewe kazi iliyokutoa Uganda kuja hapa ni kazi kukamilisha kazi hii ambayo nimekuitia. Sasa tuna migawanyiko miwili hapa. Tunaanza na huu wa kwanza. Session ya kwanza tunaanza kucheza mchezo kama Yesu. Tupime ule uzito ulioko kwenye kazi hii tunaenda kuifanya mbele na uwepesi wake ukoje. Tufaulu vipi ama tushindwe kufaulu kwa namna gani? Utatumia Kiganda sana na Kiswahili na Kiingereza ikiwezekana. Mimi nafikiri hapo umenielewa vizuri. Mimi nimekuelewa. Anza kesho, ingia kwenye kazi na mambo yaendelee. Alafu baadaye mimi nitakuja kukaa vikao vingine vitakapokuwa vinaendelea. Nikafanya kama alivyonielekeza. Mimi si kwamba nilikuwa na mahusiano au napenda mahusiano na Gifty. Hapana. Sisi tulikuwa tunapima kiwango chenu.
kama kuna mapenzi ya kweli. Kuna mtu mmoja nampenda sana, japo kwa nilikuwa nacheza ndani ya nafasi hii, nimemuumiza sana sana, lakini kusema kweli nampenda sana, ubavu wa moyo wangu, moyo wangu. Sema kweli Stella, nakupenda sana. Napenda sana. Hiki ndio kilio changu ambacho nilikuwa nikilia kwa muda mrefu sana. Na nilikuwa nikimwomba Mungu kwamba hipo siku tutakuja kuwa pamoja. Sasa leo imetimia. Nakupenda pia. Brother, huyu ndo mke wangu. Mimi nafikiri nishukuru umeidaka vizuri na umeifungua vizuri. Sijui kama nilikuwa nimefanya kitu sahihi ama sio sahihi. Kama una chochote cha kuzungumza, sijui mama nani sema ama wewe, karibu sana, karibu. Yaani hii ni moja ya surprise ambayo kwa kweli sikuwahi kutegemea hiki kitu. Kwa sababu ilikuwa ni sakata ambalo yani liliniweka kwenye wakati mgumu kiasi kwamba nilishindwa kuelewa ni njia gani nipitie ili nipate suluhu ya huyu mwanamke. Ni kushukuru sana bro. Badala ya kuniambia huu kweli ambao kwa namna moja au nyingine kimefanyika kwa ajili ya kunini, kinaweza kikawa kina picha nzuri, lakini kwa sababu ya kuhendo kwamba ulikuwa na maana ya kunitafutia kitu bora zaidi. Kwa hiyo kwenye hili siwezi nikabishana wala nika-complain chochote. Nakushukuru sana kakaangu. Lakini kingine bwana Sentongo. Sentongo bwana, kama ulikuwa unafanya kazi, aisee unahitaji mshahara, unahitajika ulipwe. Kwa hiyo niwashukuru sana. Yaani kiukweli nashindwa hata nisemeje kwenye mimi naweza kusema sasa. Mimi sasa nakwambia uko huru na yeye. Chochote unaweza kufanya hata mbele yetu. Gift.